Okay, Ufunuo wa Yohana 14 verse 12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Nitarudia, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Sasa hii verse wengi huitumia katika kusupport habari za amri 10, lakini tutaenda kuichanganua ili tuweze kuelewa inasema nini. Hiyo verse ukitazama kwa makini utarealize haiongelei baadhi ya watakatifu, bali inaongelea watakatifu wote, ya kwamba hapa ndipo penye subira yao, ya kwamba ni hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hii inamaanisha ya kwamba watakatifu wote wana arrive katika this destination, ya kwamba wote wanazishika amri za Mungu na wote wana imani ya Yesu Kristo. Sasa tunapokuja katika uelewa wa hilo andiko, tutakubaliana ya kwamba kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita, wako watu ambao tunawaona wanahesabiwa haki, wanaitwa watakatifu katika vitabu vya Agano la Kale. Na hii inatokea na nini? Inatokana na kwamba ujumbe wa Yesu Kristo, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hivyo ujumbe kumhusu Yesu Kristo ama neno la Kristo lilikuwepo hata kabla ya yeye kuzaliwa na Mariam. Okay? Ukisoma kitabu cha Warumi 1, Paulo akichanganua ama akielezea maana ya Injili, anasema hivi ya kwamba ni habari ambazo Mungu alikuwa akizungumza kupitia kwa manabii wake wote. Alikuwa akizungumza habari za Yesu Kristo. Okay? Kwa hivyo hii inamaanisha ya kwamba kuanzia Genesis kulikuwa na habari za Yesu Kristo. Sasa yeyote aliyesikia habari za Yesu Kristo na akaziamini alikuwa anahesabiwa haki. Okay? Ndio maana hiyo verse katika Revelation 14:12 inasema ya kwamba wale walio na imani katika Yesu Kristo na wale wazishikao amri za Mungu, hao ndio watakatifu. Okay. Kisoma first Petro wa kwanza chapter 1 from verse 10 to 11, Biblia inakuambia manabii wote walikuwa na roho wa Kristo ambaye alikuwa akishuhudia habari za mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata. Sasa hii inamaanisha ya kwamba manabii wote tangia nabii wa kwanza hadi kufikia kwa manabii wote hadi Yohana. Okay? Biblia inasema ya kwamba walikuwa na roho wa Kristo ambaye alikuwa akishuhudia habari za Kristo. Okay? Sasa wakati inaongea namna hiyo, hii inamaanisha ya kwamba hawa watakatifu wote wanafaa wa arrive at the same destination. Katika habari za imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hivyo watakatifu wote wanasikia neno la Kristo. Manabii wote wanahubiri habari za Kristo. Okay? Haijalishi ni wakati gani, but the destination is the same. Either kwa shadows, katika hali ya kivuli, hali ya mifano, ama katika uhalisia. Ujumbe ni mmoja, habari kumhusu Yesu Kristo. Okay. Sasa tunapokuja katika amri za Mungu, hapa ndio kuna utata. Katika amri za Mungu, je, inamaanisha nini? Pia katika amri za Mungu inamaanisha manabii wote ama watakatifu wote waliowahi kuitwa watakatifu, wote walizishika amri za Mungu. Kwa hivyo hii inamaanisha
kuanzia Genesis hadi leo watakatifu wote wanafaa wazishike hizo amri za Mungu. Sasa hizo amri ni gani? Tutaenda kuelewa. Sasa wengi huwa wana conclude ya kwamba hizo ni amri 10. Lakini let's have a look katika amri 10. Je, zina qualify katika hiki kigezo? Kwa sababu hiki kigezo kinatakiwa hizo amri za Mungu ziwe zinakamatwa na watu wote walioitwa watakatifu. Sasa unapokuja katika amri za Mungu, Biblia inakuambia vizuri, ya amri 10, Biblia inakuambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba Kumbukumbu la Torati 4:13, Biblia inakuambia ya kwamba akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yaani zile amri 10. Kwa hivyo Mungu anaita amri 10 agano. Sawa? Ndio hilo agano alilolipeana mlima Sinai. Na katika kitabu hicho hicho Kumbukumbu la Torati 5:3 anasema hivi ya kwamba Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Mwandishi anasema ya kwamba lile agano ambalo tumeliona ni amri 10, zile amri 10, Mungu hajakubaliana na watu wengine isipokuwa wale waliokuwa pale mlima Sinai. Hiyo Kumbukumbu la Torati 5:3 anaeleza vizuri ya kwamba hakufanya ili agano na baba zetu, kumaanisha wale walioishi kabla ya mlima Sinai hawakupewa amri 10. Okay? Lakini observe, amri za Mungu zilikuwepo kwa watakatifu wote, lakini amri 10 hazikuwepo kabla ya mlima Sinai. Lakini kabla ya mlima Sinai kulikuwa na watakatifu. Okay? Kina Abrahamu, okay? Kina Nuhu, kina Abel, kina Enoch. Hawa ni baadhi ya watakatifu ambao katika kitabu cha Waebrania 11 inasema walihesabiwa haki kwa imani. Okay? Sasa hapa ndio kuna kizungumkuti. Unakuta ukisoma kitabu cha Mwanzo 26, Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alikuwa na amri. Alikuwa amepewa amri za Mungu. Hawa wana wa Israel kabla hawajafika katika ule mlima Sinai, kabla hawajapewa amri 10, ukisoma kitabu cha Exodus 15, Exodus 18, Biblia inasema vizuri ya kwamba walikuwa na amri za Mungu kabla ya kupewa amri 10. Okay? Walikuwa na amri za Mungu kabla ya kupewa amri 10. Tutakuja kuelewa kila kitu. Sasa Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Joshua 8:32, Biblia inasema ya kwamba zile amri 10 ni torati ya Musa, ni sheria ya Musa. Kwa hivyo inaingia katika kategori ya torati ya Musa. Okay? Sasa torati ya Musa ni tofauti kidogo na amri za Mungu, kwa sababu torati ya Musa iliingizwa kwa sababu ya makosa na ilikuwa ikae hadi aje yule mzao, aje the seed. Ukisoma kitabu cha Galatians 3 inakuambia torati iliingizwa kwa sababu ya makosa na ilikuwa ikae until the seed comes. Biblia inatuambia katika kitabu cha 2 Corinthians 3:7 ya kwamba amri 10 ilikuwa ni huduma ya mauti ambayo ilikuwa na utukufu uliokuwa ukibatilika, which was passing away. Which was passing away. This means it was temporal. Ilikuwa temporary.
Kwa hivyo haiwezi kuqualify kuwa attached kwa watakatifu wote. Sasa swali ni amri za Mungu itakuwa ni nini? Sasa ukisoma 1 John tunaweza kupata idea katika kitabu cha 1 John 2 from 1 John 2 from verse 3 ambayo inaongelea amri za Kristo, ambayo inasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Sasa observe from verse 3 anasema na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Lakini verse 5 anasema lakini yeye alishikaye neno lake. So anaunganisha katika mazungumzo, anaeleza ya kwamba amri zake ni neno lake. Okay? Tuendelee kusoma verse 6 and 7 anavyochanganua further. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Verse 7, pay attention. Wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Neno lile mlilolisikia. Neno ambalo manabii walilihubiri. Neno ambalo lilikuweko kwa manabii wote. Sasa neno lililokuwa kwa manabii wote ni gani? Petro wa kwanza chapter 1 from verse 10 to 11 inasema manabii wote walikuwa na roho wa Kristo ambaye alikuwa akishuhudia mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata. Manabii wote. Lakini sio manabii wote waliopewa amri 10, kwa sababu John 1:7 inakuambia ya kwamba Torati ilikuja na Musa. Torati ilikuja na Musa na amri 10 ni Torati. Kwa hivyo hii inamaanisha Abrahamu hakupewa Torati, hakupewa amri 10, lakini Abrahamu alikuwa na neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu ndio amri za Mungu. Asanteni na Mungu awabariki.